alikuwa hajasema kuna shida gani, lakini amesema hakuna kitu kitakachowadhuru. Tunaenda pamoja? Amina. Madhara yanatokana na kutokuamini, woga, mashaka, wasiwasi wa kulogwa. Tunapelekea watu walogwe. Amina. Unajua yale matatizo yote na shida zote katika maisha ya wanadamu ni roho. Kwa hiyo roho inamfuata mtu sawa na aliyofungua moyo wake. Hakuna tofauti na neno la Mungu. Neno la Mungu litakaa ndani yako kama umefungua moyo wako kulikubali. Lakini ukilikataa na Mungu aliingii wewe. Amina. Kwa nafikiri kwa nini kutoka kwa kanisani bado uwazidi? Amina. Kwa nini? Kwa sababu unasikia waelewa hawakubali wanachokisikia. Hawakubaliani na hicho unachosema. Wana mawazo yako ila wewe mwingine tofauti. Sasa kule kwenda kanisani tunaanza kwa nini unaenda? Wanaenda wengine ni mkubwa tu. Wengine wahesabiki kwamba nao hujaona wanaojipara. Kama ukikosa kutengeneza nywele vingine ile kwa sababu. Kama ni ndio la nywele leo kwa sababu. Sasa wewe ndio Kifunga kitabao uende kanisani. Anataka aoneshe yeye aliyotengeneza jana 20. Hauna gauni jipya ambalo amezaa amefunua. Atapigwa na Bwana pesa. Amina. Kama naokoka wenzao wasionana. Ndio kazi. Nataka nikaje Mungu na mwamini hayuko hivi. Hata kama nataka Mungu wa mwisho kabisa kiasi gani, ukishamwamini Mungu atakuinua. Kwa hiyo nataka niseme nini? Tunapaswa kuamini ni kile ambacho Yesu amesema. Na tunapaswa kuishi ni amini. Kumwamini Yesu si kutembelezi wala si hiari ya mtu. Mtu yote ambaye anasema ana Yesu, Biblia inasema lazima amwamini. Kama kwa jamii. Kwa hiyo ni amini. Kukosa kumwamini ni makosa. Sio tu kwenye eneo hilo moja ambalo tunazungumzia mara nyingi ambao inaonekana live kwa wengi. Nataka mkoni maeneo yote ya maisha yetu tunatakiwa tumwamini Yesu. Kila alichokisema ni halali yetu. Waebrania 11:6. Waebrania 11:6. Kisoma. Lakini basi kwa imani haiwezekani kumpendeza, kwa maana mtu amwendee Mungu lazima aamini kwamba yeye yuko na kwamba huwapa thawabu wale wamtafutao. Sasa itakuwa ni ujinga unaenda kwa Mungu lakini uamini kwamba utachukua hicho unachochukua. Tunatakiwa tunapoenda mbele za Mungu tuamini kama tunapoombewa au tunapoomba tunachukua tayari tumeshachukua kile ambacho tumeomba. Mungu ndiye anayependa. Imani yoyote lazima ina challenge. Kwa hiyo unapoenda kuomba, wakati mwingine unawezekana hata kama ni kichwa kilikuwa kinauma ikaongeza speed. Shetani ataongeza speed hapo. Lakini wewe usiangalie zile dalili. Wewe usiangalie ile hali. Wewe usiangalie yale mazingira. Wewe kazi yako ni kuamini maombi yako. Amina. Kazi yako ni kuamini kile ulichoomba mbele za Mungu. Hiyo ndio kazi yako. Kwa hiyo maana hapa anasema kazi ndio hii. Kazi yako ni kuamini, kazi ya Yesu ndiye kutenda. Haijalishi shetani analeta mageuzi na mabadiliko kiasi gani kwenye kihalisia. Hiyo haijalishi. Hii unaelewa? Amina. Kama kuna mtu mmoja angekuwa anaishi na sisi mimi na mke wangu hapa siku zote akawa ndani kanisa siku zote kama tulikuwa kawili hapa, tungeshangaa sana. Unaona ajabu sana. Wakati mguu umekata mama anasema ngoja nitafutie mama spika au nitafute gari kwa kwenda kwenda Tanzania. Ngoja tu. Sasa ndio. Wanazidi sana. Sasa kwa msingi huo nataka nikwambie. Sababu na huduma na karama tunazo. Maana hata tuna mambo makubwa tutasafiri. Anasema hivi mama, magonjwa au matatizo au madonda yaliyokuwa yamekuja nyuma yalikuwa makubwa kuliko yale ya kwanza. Na hapo ile nimeshaisha.
Na hapo tumeshakataa kabisa kumiti la shetani. Tumekataa kata. Maana tumetubu. Sio kama ni dhambi, lakini kwa sisi ni makosa. Kama nikutana na shirika mmoja sikuja hata kule Kongoro. Kama sita vijana kao tunaongea nao mambo ya imani. Kwa sababu mimi ninasilani maisha yangu sikaenda na mchungaji anayekunywa dawa. Hata kama ninakunywa dawa. Mimi mchungaji anakunywa dawa muongo. Sikai naye. Sababu yeye anatuambia kila siku anatuombea. Kila siku anaweza kila jambo. Kila siku Yesu anaweza jambo. Yeye akijua anaenda huyu ni muongo. Ukamwambia sawa vijana mko sawa. Bwana asante sana. Amen. Sisi tuko pamoja. Anasema ule ugonjwa ulikuwa yaliyokuja yamekuwa mazito kuliko yale ya kale. Na sasa tumefungiwa kwenye nini? Kwenye kona ya Yesu hatuna kwa kwenda. Hela hakuna. Nishaamua tumeshatubu. Sasa hakuna jinsi ya kufanya. Kama ni kufa na tufa. Nataka nikwambie kwani ule ugonjwa kwa kuna kidonda kwenye mwili wako. Na wanasema mtu akiugua kisukari asipate kidonda hata ni cha moto. Kufika tu hapa akaungua. Awacha kijua ni mzima. Huko kitu kile sinaruhusu utafikiri mtu ana ukimwi. Kwa nini uliondoka kwa njia ya imani, sio kitu kingine. Ni imani peke yake iliyofukuza mambo hayo. Kwa sababu ilibidi tuendelee kuamini, hakuna jinsi. Na imani, nikwambie kitu kama ni matatizo yanayohusu maangamizi, nataka nikwambie ni mpaka ifike mwisho. Sasa watu akiguswa tu kidogo, anzile nikafa. Kilengo ni kuogopa kufa. Lakini nafanya hivi. Walioweka moto ni kanisani au ni hospitali? Hospitali. Wanapoweka moto kwa sababu gani? Watu wanakufa. Ile ukifa usikate na watu usiruke. Bwana asante sana. Huku kuna moto? Hamna. Bwana asante sana. Amen. Wangapi waliingia huku wanapona? Wengi. Bwana asante sana. Kwa hiyo nataka nikwambie kazi kubwa ya kumfanyia Mungu kazi ni imani. Ukikosekana imani wewe utafanya nini? Kwa sababu shetani atakulegeza. Shetani atakutesa. Shetani atakushtaki tu. Utahubiri, Yesu anaokoa, Yesu anaponya magonjwa yote, kila kitu anaweza, tayari ameshakushika kwenye ulimi wako. Ukija kuugua, ukikimbilia kule tayari anakukamata. Wewe ni mwongo tu wa kutupwa. Kwa nini ulisema watu mbele za watu hivi? Bwana asante sana. Amen. Mara nyingine mwenye hekima kusema tu ya kwamba Bwana kusema tu kwa kiasi. Wewe huwezi kuhubiri injili yote. Injili yote inasema hakuna lisokana kwake amini. Ndio injili yote. Sasa lazima uhitaji, lazima useme. Na ili uepukane na hukumu ya Mungu lazima uishi. Unaenda pamoja? Akila amwendea Mungu lazima aamini kwamba yeye yupo na kwamba huwapa kile wanachoomba. Si kuamini tu kwamba Mungu yupo. Unatakiwa uamini kwamba unapokea mahitaji kutoka Mungu. Sisi pamoja. Amen. Sasa kuamini kwamba Mungu yupo sawa na shetani. Tena shetani yeye aliona. Anakwambia kwamba yeye anatetemeka mbele za Mungu. Kusema Mungu yupo. Hilo ni jambo la kawaida. Lakini sasa yupo anafanya nini kwako? Hicho ndicho ambacho kinadhibitisha kwamba una imani gani katika Mungu. Amen. Bwana asante sana. Na mambo hayo Yesu anajionyesha pale ambapo tunapoamini. Sasa unapoamini usifikirie kwamba utaletewa tu legelege alafu useme tayari na imani. Lazima ndugu yangu uhangaishwe. Lazima usumbuliwe na shetani. Lazima na wewe upite. Unaenda pamoja? Amen. Unatakiwa wewe. Sasa utasemaje? Mungu anaweza. Kama hujapita. Utasimulia wengine utapata ushuhuda huko. Bwana akubariki. Amen. Niwahi kugua mpaka kufikia kipindi kana kwamba yaani kama nilikufa, kwa sababu sikujua leo ni mchana na asubuhi, lakini wala sikuogopa. Kama kuna watu waliugua wakarudia njiani katika mauti, basi ni mmoja wao na mimi. Ndio maana siogopi kifo, maana nimeshaona dalili za kifo mara nyingi. Unajikuta hata huwezi kupumua, unajikuta sasa ndio basi
juzi nikasema ngoja sasa hivi hapa nitapata nafasi niliandika sasa waraka wangu kwa ajili ya nini unaweka ni lakini nikakosa nafasi pia jinsi nilivyokuwa nimebana nikakosa nafasi hata kusema, nikakosa nafasi. Nikamwambia mama nipate mke. Nilikuta tayari naenda kwa baba na nisubiri. Bwana asante sana. Haikunisumbua muulize. Nikamwambia ni wakati wa kunipaka mafuta niondoke vizuri. Lakini sasa tutaandaa wasia wangu. Mimi nataka kisha ondoka hapa. Nitaacha kanisa hili. Ni mafundisho mazuri. Mimi kuondoka na mama lazima tuisha baki kufanya kazi. Sina mtu wa kurudisha mataifa ya leo. Bwana asante sana. Wadarisi wachungaji hapa. Ndicho natumaini. Bwana asante sana. Amen. Nishaelewa ndani ya mataifa watu wasiojua Mungu wanavyoishi. Nimejifunza mengi kwao. Kwa hiyo mimi nataka kila nilicho nacho baada ya mimi kuondoka kibaki kwa watumishi wa Mungu ndio waacha mimi. Bwana asante sana. Amen. Naenda pamoja. Amen. Tuko pamoja. Kama mtoto wakati huu anaanza kukudhulumu, huwezi kumrudisha. Bwana asante sana. Amen. Weka ofisini pale kabisa. Tunaenda hivi. Mimi nikiondoka, mama ana mtoto mwingine. Nikiondoka kama chakulaji. Kama nimetangulia mimi. Bwana asante sana. Amen. Hakuna wa kunizuia mimi. Sababu nimeshaa. Bwana asante sana. Amen. Pamoja tuko pamoja. Amen. Natengeneza maisha yako kabla ili sio kesi. Kwa hiyo unataka niseme nini? Na hapo natamka kwa imani. Kwa Bwana atanitetea. Nilipotaka kufaa najua la kufanya. Sababu mimi namtumikia Mungu. Na nataka kila mtu tumtumikie Mungu. Bwana asante sana.